anajali yeye na malengo yake kuliko afya ya mtoto wake. Yaani yuko tayari amtoe mwanae sadaka sababu ya nguvu ambazo tutakufa na tutaziacha. Kwa hiyo kistaajabu ya Musa utaona Firauni. Kwa hiyo sasa mama, tunafanyaje ili tuweze kumsaidia Cheusi? Maana ukitazama hili swali linamuumiza Cheusi na sio mama yake. Ndio maana yeye ana uchungu. Kwa sababu sio yeye anayeteseka. Hivyo mimi tuangalie namna ya kumsaidia. Nimeshafikiria kuhusu hilo. Na hapa nina mpango. Una mpango? Ni mpango gani huo? Simon, mpango wetu ulikuwa ni kumteka. Lakini baada tu yeye kumuona, ukamwambia ukweli wote. Sasa ilikuwa juu kaenda nje na makubaliano yetu. Pale hatakuwa na namna, kwa sababu tulikutana naye ana kwa ana. Na ubaya wa yule dogo, akikutizama tu usoni, anaona kila kitu unachokifikiria, matukio yako ya nyuma na ya mbele. Na ndio maana sikutaka kumdanganya, kwa sababu nilihisi ameshajua ukweli. Vile vile nilishindwa kumteka kwa sababu naamini kabisa alishajua nia yetu, kutokana na yeye uzoefu wake wa kujua matukio anapokuwa anamtizama. Na ndio maana niliamua tu nimwambie ukweli. Niliamini kwamba ningeweza kumshawishi na akaungana na sisi. Ila ndio hivyo, kwa bahati mbaya akawa amekataa. Yaani nilijua mpango wetu tutakuwa ni rahisi sana. Lakini ona sasa hivi mambo yanavyoenda. Ndio yale tu yalopita. Yaani Simon, hii hali ikiendelea hivi, mambo tunaona mimi nitaachana nayo kabisa. Dorati, hebu sio mwepesi kukata tamaa kiasi hicho. Unajua siku zote mafanikio hayaji kirahisi hivyo. Kwa sababu watu wote waliofanikiwa hawakukata tamaa. Walijaribu mara ya kwanza wakafeli, wakajaribu mara ya pili wakafeli, wakajaribu mara ya tatu wakafanikiwa. Sasa iweje unataka tufanikiwe kirahisi tu? Dorati, mafanikio yako hivyo, inatubidi tupambane. Na unajua kabisa kama hili deal litafanikiwa, ni deal la hela ndefu sana. Kwa hiyo ni lazima tutapitia magumu. Basi sawa, nimekuelewa. Acha tujaribu tena. Kwa hiyo mpango unaofuata hapa upo vipi? Hapa njia iliyobaki